Mimi ni mtu wa tiba asili na mbinu mbadala, na ni mbaya ukitumia vibaya. Na sisi ni hospitali. Ni kumbe kile kitu ulichokidharau ndio kingekuwa na uwezo wa kukusaidia. Sawa. Mpenzi mtazamaji wa Boirakiha Online, leo tena tuko hapa Nyamabuye, na siku ya leo tupo kwa mtaalamu wa wataalamu. Nafikiri atakuwa na mengi sana ya kutujibu, maana tuna maswali kadha wa kadha juu yake, na pengine tutapata mfumo mzuri kwa nini anaitwa mtaalamu. Labda ni muulize majina yake, pengine tutaendelea na hayo yaliyoko mbele yetu. Ndugu, habari? Salama. Kwema kabisa. Namshukuru Mwenyezi Mungu. Ndio, hapa nyumbani ni wazima. Sisi tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Hamjambo wote? Sote ni wazima. Sawa. Sasa leo tupo nyumbani kwako. Nafikiri ni ugeni mpya kabisa umeuona na kushuhudia siku ya leo, si ndio? Kabisa, karibuni. Asante sana. Sasa tuna maswali kidogo juu yako, lakini nafikiri tutapata majibu sahihi, kwa sababu tumekuja tunawaza sana kwamba ndugu huenda atatujibu au asitujibu, si ndivyo ndugu yangu? Yote yanawezekanika kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Aha. Naam. Sasa nafikiri nianze na swali la kwanza. Hivi wewe ulitoka sehemu gani? Mimi ni mzaliwa wa kijiji cha kiitwacho Mgombe. Kijiji cha Mgombe. Nikatokea Mgombe tukahamia pamoja na wazazi mtaa wa Hwazi, kata ya Mrusi. Sawa. Baada ya kutoka pale kata ya Hwazi, mtaa wa Mrusi, ulikuja moja kwa moja Nyamabuye ama kuna sehemu ulienda tena? Hapana, nitokepo kule na kuja Nyamabuye kuanzisha makazi yangu. Sawa. Sasa nina swali kidogo, nitamani unisaidie. Unajishughulisha na kazi gani? Mimi ni mtu wa tiba asili na mbinu mbadala. Tiba asili na mbinu mbadala. Sawa. Na hiyo mbinu mbadala na tiba asili yani inakuwaje? Maana hapo kidogo umenichanganya kidogo. Nikisema tiba asili na maana kwamba ni mtu anayetumia vitu vya wazee za tamaduni kwa ajili ya kufanya tiba. Na nikisema mbinu mbadala ina maana ya utafiti. Ndio maana ya mbinu. Aha, mbinu ni utafiti. Na tumekuwa tukisikia wengi wakisema kwamba ni watafiti lakini wanajiita wataalamu. Ni kwa nini wanajiita wataalamu? Hiyo ni maneno tu ya sababu ya kutakatisha jina. Kwa sababu mtaalamu na mtafiti ni kitu kinachokuwa na uwiano wa kitu kimoja. Kwa hiyo utaalamu na utafiti ni kitu kimoja. Sawa. Sasa ni changamoto gani ambazo huwa mnazipata sana nyie watafiti? Changamoto nakutana nazo ni nyingi sana. Kwa sababu kuna pale unapokuwa unaanza huduma, ukiwa unafanya huduma, kuna wakati maneno yanaweza katokea, maneno kadha wa kadha, lakini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, kulingana na viongozi wetu waliotupa ridhaa ya kufanya kazi na vibali hivyo, vinaweza kutulinda na kutupa thamani katika kila sehemu tunapokuwa tunaonekana. Sasa na kuna swali lingine natamani nikuulize. Kuna utofauti gani kati ya mshirikina na mtaalamu? Mshirikina na mtaalamu. Mshirikina, maana ushirikina ni yule mtu ambapo anafanya vitu bila kutambua anafanya kitu gani. Ina maana anafanya kitu kwa ajili ya muhemuko wa dunia, makundi. Huyo ndio anaitwa mshirikina, maana anaenda kujishirikisha na vitu ambavyo havitambui. Ila mtaalamu ni mtu ambaye anaanza kutafiti kabla ya kutenda. Kwa mshirikina ni mtu anayefanya vitu ambavyo havitambui, lakini mtaalamu ni mtu anafanya vitu kwa umakini kabisa, si ndivyo? Ni sahihi. Sawa. Sasa nikuulize tena swali lingine kidogo. Hivi hizo dawa asili huwa mnazipata kwa mazingira gani? Kwa mazingira tunaweza tukapata dawa hizo. Ni mazingira ambapo ardhi ya Mwenyezi Mungu aliyoiumba ndio yenye uwezekano wa kutupatia tiba hiyo, ambapo tunatumia vitu Mwenyezi Mungu alivyoviweka duniani kwa ajili ya kutengeneza tiba. Ni miti ambayo Mwenyezi Mungu aliumba. Sasa kwenye hiyo miti wewe huwa unaitambua vipi kwamba huu mti unatibu kitu fulani na huu mti unatibu kitu fulani? Ndio maana nikasema kwamba vitu hivyo vinaambatana na asili za ukoo au tamaduni.
Ina maana ni vitu ambavyo vinatumika kwa ajili ya tamaduni za nyumbani, aidha za urafiki, aidha za nini, kulingana na yule mtu alikuwepo akifanya tukio hilo au kazi hiyo. Ambapo wakati unaingia kwenye shughuli kama hiyo, utakutanishwa na yule mtu ambaye alikuwa anafanya kazi hiyo, awepo ndani ya ukoo au awepo katika hali ya urafiki, kama hali ya kukulisisha wewe uingie katika majukumu hayo. Sawa. Sasa lakini pia unawaambiaje watazamaji kuhusiana na kazi hii ya tiba asili? Nawaambia watazamaji ya kwamba tiba asili ni nzuri ukiitumia vizuri na ni mbaya ukiitumia vibaya. Maana vyote vilivyoletwa katika hali ya ulimwengu huu, Mungu alikuwa na kusudio moja. Kusudio hiyo ni kwa ajili ya vyenyewe vitusaidie sisi, tuvitumie vitupe matunda. Kwa hiyo tusiokope kutumia vitu vilivyowekwa na Mwenyezi Mungu, ila tuokope kuvitumia tofauti na Mwenyezi Mungu alivyovipanga. Sawa, lakini mara kadhaa huwa nasikia watu wanasema kwamba mganga pia naye anaweza kuwa ni mchawi au mganga anaweza kuwa ni mtu wa kutibu. Wewe unawaambiaje watazamaji? Hayo kuzungumzika, hayo yanaweza kuzungumzika, ila kikubwa ndo nikasema kama jinsi nilivyozungumza kwamba vitu vyote vilivyowekwa katika ulimwengu huu vimewekwa kwa ajili ya kutusaidia, ila nabaki ni sisi mapokeo yetu tunavipokea katika mfumo gani. Kwa hiyo tunaweza kuvitumia kwa uzuri au kwa ubaya, inatokana na mtumiaji anayovitumia, kwa sababu Mungu akaviweka kwa ajili ya kutusaidia, sio kuharibu. Aha, lakini kuna watu wanasema ya kwamba kila mtaalamu ni lazima awe na pepo la kumsaidia. Wewe unawaambiaje watazamaji kuhusiana na hilo? Ni kweli ama huwa watu wanaongea kwa kubahatisha? Hiyo nazungumza kwa kubahatisha, kwa sababu katika habari ya tiba, katika habari ya huduma zingine hizo za kuhusiana na tiba, mambo yanakuwa ni mengi. Kila mmoja ataongea la kwake, kila mmoja atazungumza la kwake na kusikiliza lingine. Lakini ninachokitambua ni kwamba tiba kama tiba ni huduma ambayo inatokana na ulisisho. Umelisishwa na ukoo wako au ulisisho wa familia nje ya ukoo wako. Ambacho sikifahamu ni hiyo pepo unayozungumzia wewe. Aha. Mtaalamu anasema ya kwamba hakuna mtaalamu wowote anayetumia utaalamu wake kupitia mapepo. Zaidi ya yote ni kurisishwa aidha utamaduni ambao uliwekwa na wazee. Vipi kwenye ukoo wenu au familia yenu, kuna ambaye shaikuwa mtaalamu kabla yako wewe? Mtaalamu yupo. Kabla yangu mimi yupo, ambaye ndo babu yangu mwenyewe. Na kabla babu yangu alikuwepo mtu. Ina maana yani utaalamu wenu ni wa ukoo, yani mnalisishana nyie kwa nyie, si ndivyo? Ya, utaalamu wetu ni wa ndani kwa ndani, ambapo mtu anapokuwa anafikia makamo fulani au mwili fulani, anaona tayari nguvu ndo hizi zinaishilia kwenye mwili, anatafuta mtoto ambaye anamuona amekuwa na akili timamu, mbaya anaona ana nidhamu, anamkalisha chini na kuzungumza naye. Endapo akiambatana katika habari ya mawazo anayompatia, basi ndio shughuli zinaanza za kumpitisha hatua kwa hatua, mwisho wa siku na kuweza kukamilisha kwa mtaalamu. Sawa. Sasa kidogo nikuulize swali gumu, lakini nafikiri kulingana na jinsi ambavyo tumezungumza unaweza kunijibu. Ni kwa nini wataalamu wengi wanakuwa na miti, kuna miti fulani wanakuwa nayo ambayo wanasema hata kuikata ni ngumu sana? Ni kwa nini wataalamu wengi wanakuwa nayo na wanahifadhi vitu gani pale? Ya, hiyo ni tamaduni. Ni tamaduni, kila moja na imani ya kitu kulingana na tamaduni za familia zao zipoje. Kwa hiyo ni kama hali ya tamaduni na kuenzi wale waliokuwepo katika habari ya tamaduni hizo. Sawa. Na ulishawahi kukutana na changamoto yote ya kumtibu mtu mwenye pesa au mtu aliyekuzidi uwezo? Ya, changamoto zipo, lakini tunamshukuru Mungu kama jinsi nilivyotangulia kusema kwamba uongozi uliotupa ridhaa kufanya kazi unatulinda na ukatupa vibali kwa ajili ya kutulinda, ambapo changamoto badala kuwa kubwa inakuwa ndogo kulingana na vitambulisho na viongozi walioko nyuma yetu. Na vipi huyo mtu
mwenye uwezo au mwenye pesa nyingi alivyokanyaga kwenye mji wako kwa ajili ya kutibiwa, yani ulikuwa katika hali gani? Yani hali kama hiyo unakuwa una hali ya kwanza lazima uwe na hofu na kujiuliza kwamba huyo mtu amekuja katika misingi gani na amekuja kwa nini. Lakini kulingana na hali ya shughuli ile kuingia, kulingana na ukoo ule kulisisha, basi nakupa imani kwamba mimi ni mtu niliteuliwa kwa ajili ya msaada na kusaidia watu. Kwa lolote lile linalotokea, basi nina uwezo wa kulikabili kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, na kupitia vitu Mwenyezi Mungu alivyoviweka duniani nina uwezo kumsaidia kila mmoja atakayekuja kwa mfumo mzuri. Atakayekuja kwa mfumo mbaya, basi huyo sio rafiki yangu, huyo sio ndugu yangu, basi naruhusiwa kumwambia hili zoezi siwezi kufanya. Aha. Kwa hiyo kupitia utaalamu ambao ulipewa na Mwenyezi Mungu, hata akija mtu mwenye pesa, akija labda mfano hao matajiri wetu wa hapo mjini, ana matatizo kweli kweli, unaweza kumtibu kwa sababu una mamlaka, si ndio? Uwezekano kumtibu upo, kwa sababu sisi watu wanapokea shughuli hii kitofauti, ambapo shughuli hii ukiangalia ni njia moja na shughuli za hospitalini, kwa sababu sisi wenyewe ni watu ambao tunatoa tiba na hospitalini watu wanatoa tiba, ambapo sasa mtu anapokuja lazima aje kama mtu anayekwenda kwa ajili ya kufuata tiba, na mtu anayekwenda hospitalini atakwenda kwa ajili ya kufuata tiba. Kwa hiyo ina maana sasa hospitali au sehemu ya huduma yetu kama hii, na sisi ni hospitali, haina ubaguzi wa kuchagua mtu fulani tumpokee, mtu fulani tusimpokee. Kila atakayekuja tutampokea, ila itatokana amekuja katika njia gani. Baada ya kupokelewa ndio atapewa njia sahihi ya kupita, kwamba hapa njia hii haiwezekaniki, pita hivi. Kama hospitalini, utakwenda hospitalini kwa ajili ya tiba, watakupima, watakuangalia, wakitaona tatizo lako linawezekanika, likiwezekanika utapata huduma pale, lisipowezekanika watakupa rufaa, na sisi ndivyo tulivyo. Sawa, anasema mtu yoyote akifika kwake, awe ni mwenye uwezo au hana uwezo, ana uwezo wa kumjibu vile ambavyo utaalamu wake unaeleza. Sasa bado tunasalia hapa hapa na tuna mengi sana kujifunza kwa mtaalamu wetu hapa. Mtaalamu, naomba nikuulize, ni changamoto gani ambayo ushaipata katika kazi yako ya uganga pindi ulipoletewa mtu yuko mahututi kabisa?